Mke wangu leo naumia, mke wangu mpaka nataka kulia. Afu shemeji, na umezidi uchafu. Ufue hizo nguo naye. Hizo nguo ufue, maana mwanamke usafi, afu mlango anataka mshauri afanye. Atengeneze. Wewe alikuku? Vipi ndugu yangu? Safi. Mara pa huku. Nipo huku ndugu yangu, nimekuja kumwambia hii tabia nini? Afu uchafu aache, nguo zichafu zimekaa muda mrefu. Afu kingine, huu mlango mbovu, akushauri mtengeneze. Yaani bora tu mwambie wewe atakuelewa. Maana yule kiasi nikimwambie bwana, kuwa msafi, mwanamke usafi. Ndio unafua, unaosha vyombo, lakini yeye akibaki kiamka naondoka kirudi usiku. Sasa umeshaona. Lazima papa chafu hapa. Na bora mwambie atakuelewa. Ndio. Yaani unajua shemeji, na ndio nimetoka kumuelekeza hapa. Unaona na hii pazia hii ingetoka. Ya hapa kuna kitu kimoja rafiki yangu. Kwa sasa hivi nenda. Sababu hapa naongea na mke wangu kuhusu tunaambia leo hapa kanimsomee kesi hapa. Kesi. Ndio hivyo. Wala rafiki yangu bwana. Hamna shida. Kwa mimi bwana Mandalanzi. Sasa usisahau kutengeneza mlango huu. Kama tengenezo. Kwa hiyo baadaye. Baadaye. Tutakutana. Malaya. Hivi, unataka nikupe nini ndio unajua kwamba nakupenda? Kama nakuheshimu na kukusamini pia. Ni mwanamke malaya. Ni wanaume 3 watembea nao wewe. Wewe vipi? Mbona umetoka tu vizuri unarudi hapa mara wanaume 3, mara si mwanamke malaya vipi kwani? Sikia. Siongee sana. Ila kesho tenda huko kwa mama yako. Nitakwambia kila kitu. Yaani mtu anatoka vizuri anarudi wanaume 3 mwanamke malaya. Siku hizi nimekuwa mwanamke malaya. Kwa sijui. Mke wangu leo najutia, mke wangu mpaka nataka kulia, mke wangu mawazo. Hivi mdogo wangu, freshi. Wakaa. Sasa mdogo wangu, nimekufundisha hapa kwa jambo moja. Mtaani huko nasikia habari zako wewe kumatembea na mke wangu. Kama ni kweli, naomba achana na mke wangu. Na kama za uongo, naomba ukae mbali na mke wangu. Sio, unanielewa? Basi ndo Winter. Ndio mimi basi. Sasa leo hii ndo mwanzo na mwisho kusimama nawe kama hivi na kukwambia habari hizi. Kama ndo kweli, kama ni uongo, naomba uachane na mke wangu na ukae mbali na mke wangu. Endapo hujanisikiliza, hujanielewa ninachokiongea, endapo utaendelea tena, nitakuua. Kama mtu mwenye akili utaweka kichwani, kama akili zako 2 utapotezea. Nimefanya nini mpaka nimemkea kama vile mkewe? Sijui chochote. Nikitazama sura yako na tabia zako, vitu vilitofauti. Nilisema sitoki kwako, cha kututenganisha sio watu labda mauti, ila leo naumia. Mke wangu leo najutia, mke wangu mpaka nataka kulia, mke wangu mawazo nanitia, mke wangu leo naumia, mke wangu. Amina, mambo Nzima. Nzima. Vipi Samina? Leo siku ya 3 sikuoni shule. Haikuhusu. Niambie shida yako, usimanishi hapa. Amina, leo kuniambia hivi unanijibu mimi shiti Amina.
Labda tu nikwambie. Mimi nasikia unatembea na wifi yangu, mke wa kakaangu. Wifi yako? Amina, maneno amekwambia nani? Sipaswi kujua aloniambia. Au Amina ushapata bwana mwingine? Mimi leo nakuja kunizushia maneno kama haya ili nipate kuumia Amina. Kitendo ni kimeniuma sana. Tembea na wifi yangu. Unakosa kwangu. Mpaka umefikia kwenda kutembea na wifi yangu. Kipi ulichokosa kwangu mimi mpaka kwenda kutembea na wifi yangu Nita? Sitoshelezi. Ninahisi unanichanganya tu yani. Sielewi. Mimi ndo kwanza nakusikia wewe hapa. Kama una cha kuongea mimi naondoka. Au vipi? Leo ndo kama hivyo. Unafanya umaraya hadharani, unanidhalilisha mumeo jamani, naoneshwa vidole mumeo furani, naona aibu hata kwenda mtaani. Namkumbuka mama alinambia, mwanamke sio sura, mwanamke tabia. Vipi, una shida gani? Likuku mwananchi wako. Likuku kafanyaje? Ananitishia Amani, ananiambia mimi natembea na mkewe lakini unanijiana ananikimbiza. Wewe usije ukafanya kweli. Hapo unakuja unadanganya tu hapa. Sio kweli mwenyekiti. Ila mimi akiniona tu ananikimbiza na ananitishia Amani, ataniambia mimi ataniua. Na pia mimi na haki zangu kwenye kijiji kuishi. Alafu kumbuka, Likuku ana akili zake timamu. Sasa wewe unavyosema akikuona tu anakukimbiza hivyo. Wewe mtoto wewe. Una uhakika kabisa leo tukio jalifanya? Sio kweli mwenyekiti. Na uhakika. Basi sasa nimekuelewa, nitaenda kuongea na Likuku. Huyu mtoto huyu. Kwa kafanya kweli anakuja hapa analialia tu. Nisubiri kaongea na Likuku. Unafanya umaraya hadharani, unanidhalilisha mumeo jamani, naoneshwa vidole mumeo furani, naona aibu hata kwenda mtaani. Namkumbuka mama alinambia, mwanamke sio sura, mwanamke. Mguu ulikopoa kwako. Kuna kijana kaja nyumbani kutoa malalamiko. Kila utapomuona unamtishia Amani. Hivi amekufanya nini kikubwa mno labda? Mtoto gani? Yule mtoto wa mzee Mbonde wa kule bondeni. Nakuwa Winter Ndio huyo hilo jina. Mwenyekiti. Nakupa taarifa. Naweza kufikia. Ukamwambia huyo kijana, huyo mwananchi wako huyo, popote nitakapomkuta namuua. Sababu mtoto mdogo hawezi kutembea na mke wangu. Una ushahidi? Sina shida ya kumuona, lakini nimeambiwa na kila mtu. Na mtani pote kwa najua kwamba mtoto anatembea na mke wangu. Mwenyekiti, mfano kama wewe tu, mtu anatembea na mume wako, utakubali kweli? Rahisi tu. Ndio kuna sheria gani kwenye upande wa ndoa? Wewe ni mke wangu. Kwa mambo ya mtoto, nitakapomuona mimi nitamuua. Yaani kwambie, maneno kuambia tena na mfano. Sawa. Hilo tukio ambalo nataka kulifanya leo, nitaenda kuozea jela. Na kuambia utaenda kuozea jela. Kwa hiyo jela hiyo ndio naitaka. Yaani hiyo jela ndio naipenda. Sababu inawezekana mtoto mdogo akaleta dharau kwangu mimi. Mtaani pote na kama kibweka. Yaani hapa nitakushauri tu. Ukae na mkeo, umuelekeze na Imani atakuelewa tu. Sio ndio tukio ambalo nataka kulifanya wewe. Kana mkeo muelekeze.
Yeye ndio mwenye makosa. Mke wangu hajamtongoza yeye, ndio kamtongoza mke wangu. Kwa hiyo nakwambia tu mwenyekiti, kama mwanamke wako kamwambie popote nitakapomuona. Yaani wewe utaenda kuozea jela. Wewe, afu kumbuka hapa anaongea na serikali ndogo. Subiri kinachokukuta wewe. Hivyo tu hapo nyuma mbali. Unafanya umaraya hadharani, unanidhalilisha mume wa jamani, naoneshwa vidole mume wa furani, naona aibu hata kwenda mtaani. Namkumbuka mama alinambia, mwanamke sio sura, mwanamke tabia. Ulinichanganya sura uturi kunukia mpaka nikakupenda. Dogo ule hapo kanisa msimu kutoka huko kisa huko. Nakubali, asante sana babangu. Haya, karibu mamangu. Naambia vipi lakini? Salama. Mambo mengine? Namshukuru Mungu anaenda tu vizuri. Ndio Mungu mko. Sema nini bamkwe? Naomba tusameane tu, maana siku najua mmenikuta kwenye mazingira ya kutatanisha. Mama hata sijali. Jambo tu kawaida. Sawa. Kwa nyingine au nikuja kwa hilo. Alipo lingine. Ila samani babangu. Maana hapa niko na shida. Ndio ndio mke wangu. Wana shida ya hela kama tunayo. Maana hapa sielewi bila kula nini. Tangu asubuhi mpaka sasa hivi sielewi na wala sina vitu vipi. Kama utakuwa na pesa japo kidogo, naomba tunisaidie babangu. Unajua mamke. Sasa la kuomba. Sasa lazuri. Ni mkwe wako. Watu kama kuna shida tunaambia bwana baba mkwe, mimi na shida hii na hii na hii. Mimi naweza kukusaidia. Leo unasema unaomba kama vile ni mtu baki, hata ni mkweo. Sawa baba mkwe. Ngoja kidogo hapo nikuona la. Shukrani sana babangu. Kama mko usijali. Na kama kuna shida yoyote njoo tu niambie bwana babangu, mimi na shida hii na hii na hii. Nenda kusaidia mtu anacho. Sawa babangu, nashukuru sana. Sijali. Afu mama mkwe. Mtoto wako tangu jana hajarudi hapa. Nilikwambia hajalala nyumbani. Hajalala nyumbani?